Al-Haq TV, fuata njia ya sawa. Alhamdulillahi alladhi waffaqa man shaa li ta'atihi wa sadda man shaa bi ma'siyatihi. Ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulla shay'in adada. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa atubu ilayhi wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhsha an-nasi li rabbih wa atqa. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa Allahi ta'ala wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu na kuiendea ilipo taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wale watiifu ndio watakaofaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aina maqamaka inda Allah, aina maqamaka inda Allah, iko wapi sehemu yako mbele ya Allah? Wewe, mimi na aliyeko nje mwenye kukiri imani. Aina maqami wa aina maqamaka wa aina maqamahum, iko wapi sehemu yangu mbele ya Allah? Wewe je, sehemu yako iko wapi? Na huyo utakayekutana naye nje muulize pia, sehemu yako mbele ya Allah iko wapi? Na maanisha hivi, tunapoizungumza sehemu na maqam, daraja lako kwa Allah ni lipi? Umesimamia wapi? Ukiitwa unaitika upande upi? Na ukiamrishwa unatekeleza kwa njia zipi? Ukikatazwa unakomekaje? Aina maqamaka inda Allah, iko wapi sehemu yako mbele ya Allah? Hili ni swali muhimu sana, na ni swali ambalo mara nyingi jawabu lake analo mhusika. Naam, unalo wewe bila shaka. Fi hadha, katika mambo kama haya, yanqulu lana Hamad bin Salama sura adhima. Tabi'i huyu anatunukulia picha kutoka kwa tabi'i mwenzake aliyeishi kuanzia miaka 46 hijiria na kuendelea. Anaitwa Salmanu at-Taimi. Ma ataina Sulaimana at-Taimi fi sa'ati yutaa Allahu azza wa jalla fiha illa wajadnahu muti'an, hatujapata kumwendea Suleimani at-Taimi katika kipindi ambacho anatakiwa mja awe ndani ya taa, ila tunamkuta Salmani at-Taimi yumo ndani ya taa.
in kana fi sa'atin salah wajadnahu musallia, ikiwa ni katika nyakati za sala tunamwendea Suleimani At-Taimi, tunamkuta yumo ndani ya sala. Wa in lam takun sa'atu salah, na kama tutamwendea lakini si muda wa sala, wajadnahu mutawadhian, huwa tunamkuta tayari amekushachukua udhu, au aidan marida, au huenda anarudi ama anaelekea katika kumzuru mgonjwa, au mushayyi'an li janaza, ama si hivyo huenda anasindikiza jeneza fulani, au qaidan fil masjid. Kama kote katika mawanja hayo hayupo, basi tutamkuta ameketi msikitini. Qal, akasema simuliaji, fakunna nara, tulikuwa tunamuona na tunaiona ile hali yake, annahu la yuhsin ya'si Allah azza wa jalla, haiwezekani na wala haitofaa na wala haitopendeza na wala hautokuwa ni uzuri na wema kumkuta Suleimani At-Taimi yumo ndani ya maasi ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani. Umeona hapa, aidha yumo ndani ya sala kama ni wakati wa sala, ama haujafika lakini ana udhu tayari, ama si nyakati hizo anamtembelea mgonjwa, ama si hivyo basi anasindikiza janaiz, au la, kama si hivyo hajashughulishwa na mambo mengine ya kutafuta riziki, utamkuta ameketi msikitini. Hivyo tukawa tunaona sisi kwa hali ilivyo, haiwezekani kwa At-Tabi'i Suleimani At-Taimi awe ana nafasi ya kumfanyia maasi Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni utangulizi wa kuenda kwenye jawabu letu, aina maqamaka inda Allah, lihadhihi almaqula, kutokana na maneno haya. Sasa idha aradta an ta'rifa inda Allahi maqamak fandhur aina maqamak. Kwa maelezo haya ya utangulizi mafupi yaliyotangulia, wewe sasa na mimi na mwingine ambaye hayumo humo ndani, utakapotaka kujua sasa wewe sehemu yako kwa Allah iko wapi, daraja lako kwa Allah liko wapi, wewe unaitwa upande upi na unaitika upande upi, tazama haya ambayo yametangulia hivi punde. Jiulize, istaamalaka Allahu fi madha, Allah amekutumia wapi wewe? Wapi Allah anakutumia? Je, anakutumia kuwaongoza watu? Anakutumia kuwafundisha watu? Anakutumia kuwalisha watu? Anakutumia kuwasaidia watu? Anakutumia kuwalisha watu? Aina staamalaka Allah, wapi Allah anakutumia wewe? Hili swali ndio nikasema kwamba mwanzoni kule utagundua kwamba jibu unalo wewe. Allah anakutumia wapi? Yaani hapo ulipo wewe una shughuli gani? Unawajibishwa na nani na kwenye lipi na kwa ajili ya nani? Aina staamalaka Allah, wapi anakutumia Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ashghalaka fi madha, Allah anakushughulisha kwenye nini? Allah anakushughulisha kwenye taa, kwenye saumu, kwenye amru bil ma'ruf, kwenye nahyi anil munkar, kwenye i'anati, misaada, au wapi? Unashughulika na nini? Kwenye uwanja upi ambapo likitokea la kutokea una sababu ya kusema kwamba nilikuwa katika shughuli yako ya Allah? Ni humo. Aina takdhi awqatak, wapi muda wako unaumaliza wewe? Fi madha,
kwenye jambo lipi? Muda ndio umri, muda ndio umri, na umri ndio maisha. Unayamaliza wapi maisha yako? Maswali haya yana nafasi kubwa sana katika mwezi wa Ramadhani. Ndani ya Ramadhani mimi nashughulishwa na nini, na ni nani anayenishughulisha? Allah amenitumia wapi? Muda wangu nimeutumia wapi? Na umri wangu na uhai wangu kwa lipi? Ndani ya Ramadhani swali hili linakuwa ni zito sana na linahitaji jawabu la ukweli. Hivyo kupitia maswali hayo yampasa kila mmoja atafute daraja lake sasa kwa Allah liko wapi, na kila mmoja katika sisi ana daraja. Hakuna asiyekuwa nalo, ana daraja, imma al-a'la, imma ni daraja la juu, imma al-wasat, ama la kati na kati, imma al-asfal, ama ni la chini, imma fi darki al-asfal, ama chini ya chini. Kwa sababu kuna watu watafufuliwa, sote watafufuliwa sawa, lakini kuna watu watafufuliwa katika mizani yao hakuna kitu. Sasa kama kwenye mizani hakuna kitu, yaonyesha katika daraja alikuwa ni asfala safilin. Na sisi tunajua Allah subhanahu wa ta'ala anasema nadha'u almawazin alqista, tutaweka mizani ya sawa sawa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Yule ambaye mizani yake itakuwa nzito yumo katika maisha yenye kuridhiwa na Allah. Yule ambaye mizani yake itakuwa ni hafifu fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamia. Kwa hivyo tuna daraja, washahidu ala dhalik qala Allah ta'ala walikulli darajatun mimma amilu, na daraja zote ambazo zimo kwa wanadamu ni kutokana na matendo yao. Naam, mimma amilu wama rabbuka bighafilin amma ya'malun, na wala hakuwa Mola wako ni mwenye kughafilika juu ya yale ambayo wanadamu hawa walikuwa wakiyatenda katika mgongo wa ardhi. Allah haghafiliki. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, hachukuliwi na usingizi wala halali. Wa ahata bikulli shay'in ilma, na ilmu yake imezunguka katika kila kitu. Wa ahsa kulla shay'in adada, na atakontrol na kuhesabu kila jambo. Ndipo tupate daraja. Lazima daraja lipo. Ndiyo maana na pepo zina madaraja kama ilivyo adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ina madaraja. Sasa tafuta daraja lako liko wapi? Hal tulahidh fi a'malik wa aqwalik fi laylik wa naharik annaka miftahun lilkhair? Hivi ukitazama wewe mwenyewe, ukizingatia mambo yako na matendo yako, maisha yako na umri wako, hali zako na familia yako, kauli zako, mchana wako na usiku wako, hivi wewe inawezekana ukawa wewe ni ufunguo wa mambo ya kheri katika umma? Wewe tazama kauli zako, tazama miamala yako, tazama maisha yako,
tazama ibada zako, tazama hali yako kwa ujumla. Hal anta miftahun lilkhair, je, wewe inawezekana ukawa ni ufunguo wa kheri? Kwa nani? Inawezekana ukawa ni ufunguo wa kheri kwa jirani yako, kwa wanao, kwa familia yako, kwa Waislamu, kwa umma. Inawezekana. Kama hauwezi ukawa wewe ni sehemu ya ufunguzi wa kheri mahali fulani, fa anta satakun mimman qala anhum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi hebu angalia wewe, huenda ni katika wale ambao amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna minan nas mafatiha lilkhair, hakika kuna miongoni mwa watu wao ni funguo za kheri. Tumeona huko nyuma kwa Suleimani At-Taimi, kuna watu ni funguo za milango ya kheri. Hana anachoweza kukupa mkononi, hana elimu ya kukuongoza, hana nguvu ya kukusaidia, lakini ana ulimi wenye maneno ya bashasha, lakini ana ulimi wenye maneno ya kukuliwaza, lakini ana mkono unaoweza kukupapasa wewe na kupunguza maumivu na kero ambazo amepatiwa na wanadamu. Huyu ana mafatihi. Hivyo wewe huwezi kukosa sehemu ya maslaha ya umma kwa namna yote ile iwayo. Ukikosa, basi utakuwa wewe ni kal an'am, ni kama mnyama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawapendelea baadhi ya wanyama, akasema wewe bal adhal, wewe utakuwa umepotea zaidi kuliko hata mnyama. Wako watu wa sampuli hiyo, mafatiha lilkhair wa maghaliqa lishar, yani wao ni wenye kufunga shari daima. Unafika nyumbani kwake na munkar, unaenda kumuuliza swali, unaenda kutafuta mwongozo, unakwenda umechemka kweli kweli, unapanga mkononi, una sime, una pisto mkononi, anakwambia ya nini? Utaua, utafungwa, utaacha wanao, utaenda hukumiwa, utaingizwa kwenye moto wa Jahannam. Umeua wewe. Hii dunia tunapita. Kama kafanya hivyo, mwache, mshtakie Allah. Ndiye aliyemuumba yeye, na ndiye aliyekuumba wewe, na ndiye aliyekupa wewe pisto hii. Tupa chini, achana nayo. Hebu chukua udhu kwanza, sali raka mbili, urudi hapa. Hujatoa shilingi wala hujatumia nguvu, lakini umeutumia ulimi wako. Je, wewe una miftaha hiyo? Wa inna minan nas mafatiha lishar, na kuna miongoni mwa watu wao daima ndio wafunguaji wa shari. Wa maghaliqa lilkhair, na wao daima ndio wafungaji wa mambo ya kheri. Wallahi, hili linarejea mpaka kwa mzazi kwa mwanawe. Mzazi kwa mwanawe, kosa dogo, mama anasema mimi sikuzaa, nilitoa tu pande la damu tumboni kwangu. Hivi wakiitwa watoto kwa wazazi wao wote aitika kweli wewe? Anaanza mama kwa mwanawe, anakuwa ni miftah lishar, funguo wa shari. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha likhairi ala yadayhi, hakika wamesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kupitia mikono yao kwamba wao ni funguo za kheri. Maneno haya yana jawabu. Kisha akasema Mtume, wawailun liman ja'ala Allahu mafatiha lisharri ala yadayhi
na ole wao, wana adhabu kali wale ambao imejaliwa mikono yao kuwa ndio ufunguzi wa funguo za shari. Kauli hii rejea katika lile tukio ambapo lilipita jeneza mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, watu wakalizungumza kwa uzuri sana. Jibu la Mtume sallallahu alayhi wasallama, wajabat. Likapitishwa tena jeneza jingine, watu wakalisimbulia kwa maovu sana, bora amekufa huyu, hatujasalimika naye, ni fitna kubwa, ni shari kuliko shari zingine. Mtume akasema wajabat. Kisha masahaba akamuuliza, ajabu iliyoje ya Rasulullah, kuna siku kuna muda jeneza limepita hapo amesema wajabat, watu walikuwa wanalizungumza vizuri sana. Lingine likapita limezungumzwa kwa shari sana pia akasema wajabat, kuna nini? Jawabu ni moja tu, wajabat. Asema naam, lile ambalo limezungumzwa kwa wema na wazungumzaji walikuwa ni hawa waliokuwa hai, hawa ndio mashahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyu ni mja mwema. Kwa hivyo huyu alikuwa ana mafatiha lilkhair, na hili wahusika wamelizungumza kwa ubovu. Hawa waliyasema yote kwa ubovu ndio mashahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya uovu wake, kwa sababu yeye ni miongoni mwa watu waliobeba mafatiha lishar. Sasa kila unapoingia kwenye tandiko lako, hebu jiulize, mimi ni katika wale wenye funguo za kheri ama mimi ni katika wale wenye funguo za shari? Ukitoka kwenye ufunguo njoo moyoni sasa. Hal tashuru bihubbi al-iman wa ahli? Huku ukikosa majibu, hebu njoo huku nyuma. Hivi je, wewe unawapenda ama unaipenda imani na watu wanaoamini? Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, unaipenda hii? Na wale wanaosimama katika hii imani, je, unawapenda? Utajijua hapa. Watakraha al-isyana wa ahli, je, wewe unawachukia watu waovu na ule uovu? Ikiwa kule nyuma kote hujapata majibu, hapa jitafute. Anta, je wewe, fi man qala Allahu fihim, wewe ni miongoni mwa wale watu ambao Allah amewasemea wao kwamba walakinna Allaha habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan? Je, wewe ni katika hao wale ambao Allah anasema hakika Allah ameipenda imani kwenu, ninyi ni waumini wazuri ninyi? Na si hilo tu, na akaipamba hiyo imani katika nyoyo zenu kiasi kwamba ukimwona mwenzako muumini anajeruhiwa, anaumizwa katika imani yake, unaumia wewe. Je, umo humo? Sifa hizo zimepambwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwako zinapatikana. Zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum, na Allah amechukizwa, hapendi kuona karaha, hapendi kuona kufuru kwenu. Kila jambo ambalo lina chembe chembe, lina ishara, linaelekea kwenye kufuru, Allah halipendi yeye, na pia halipendi kwa mja wake huyu, kwa sababu tayari ameshampendezeshia kwenye imani na akaipamba kwenye moyo wake, mpaka inafikia hatua kwamba muda wa kuwa ile ni karaha, haipendi mwenyewe kwenye nafsi yake, wakadhalika hatoipenda kwa mwenzake kutabaa, kwa sababu imani imekwisha kita kwenye kifua chake na Allah ameipamba. Je, wewe umo humo? Kisha kamaliza Allah akasema ulaika humur rashidun, hao ndio walionyooka.
hao ndio waliopita njia ya sawa. Anta fihim, je, wewe umo humo? Ikiwa naam, fa ahmidillah, na ikiwa la, jiulize tena kwa mara nyingine, aina maqamaka inda Allah, wewe daraja lako liko wapi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Labda huko hujapata jawabu au bado hujanielewa. Man ladhi yamla waqtak, ni kitu gani ambacho kimeuchukua wakati wako wote ule wa yakdha, yani wakati wako ambao haujalala? Ni kitu gani ambacho kimechukua wakati wako? Kama kule nyuma kote hujanielewa, hebu tuje hapa. Ni kipi ambacho kinauchukua wakati wako wote? Kipi? Mtandao, internet, michezo, kutazama series katika TV? Fatani wewe ama ni muslih tumema? Wakati wako mwingi unautumia wapi? Mimi siwezi kukuambia, lakini wewe unajua, wewe unafahamu tena vizuri sana. Madha tuhib, unapenda nini? Je, unaipenda ibada? Je, unaipenda saum? Je, unapenda istighfar? Je, unapenda tauba? Je, unapenda kusimama usiku? Je, unapenda kulisha? Je, unapenda kuhudumia watoto yatima? Je, unapenda kuwasaidia kina mama wajane? Je, maswali yako mengi. Wewe unapenda kipi? Madha tuhib, jibu nalo. Madha takrah, kipi ambacho hukipendi wewe, unakichukia, unachukizwa sana kikitokea? Nachukia sana napoona mtu anamnyanyasa mwanamke pasi na kosa, hata kama ni mke wake. Nachukia sana napomwona mama anamnyanyasa mtoto hata kama hakumzaa yeye. Nachukia sana napoona mtu anashindwa kusali na mimi na uwezo wa kumwelekeza kwa nini nimeshindwa kufanya hivi. Nachukia sana napoona mtu anasoma Qur'ani, kwa nini mimi nashindwa kusoma Qur'ani. Nachukia sana ninapoona mtu anadhulumiwa na mimi na uwezo wa kumwondosha kwenye ile dhulma, kwa nini mimi nashindwa? Kwa nini mimi nishindwe? Madha takrah, wewe unachukia nini? Man tusahib, ni nani ambaye daima wewe unasuhubiana naye? Na kute maswali hayakupata majibu, tunaendelea mbele. Wewe unasuhubiana nani daima? Huyu unayesuhubiana naye, aina maqamahu inda Allah, daraja lake mbele Allah likoje? Wewe ukitazama huyu rafiki yako likoje? Ukishalijua na yule na ukishamwona na kuelekea, huenda na wewe unaweza ukajipimia na kuangalia, na mimi la kwangu liko wapi? Mahiya majalisuka, vikao vyako vikoje na ni vipi? Vipi vikao vyako? Vya kheri, vya Qur'ani, vya darsa, vya mawaidha, vya dhikri, vya kujifundisha? Sio, ni vipi sasa vikao vyako? Kama kote huko, basi vitakuwa ni katika vile ambavyo ni vya mafatihul shar. Madha tasma, sikio lako daima linasikiliza nini? Umo kwenye kusikiliza Qur'an? Umo kwenye kusikiliza mawaidha? Umo kwenye kusikiliza maneno mazuri? Umo kwenye kusikiliza haki? Umo kwenye kuyasikiliza matatizo ya watu na kuwasaidia? Hivi ni lini alikuja mtu kwako ana shida ukamsikiliza? Hauna, lakini ukampa mawazo na ukamsaidia? Jiulize, ni lini?
ama wewe sikio lako daima huwa liko wazi kwa ajili ya kusikiliza kitu gani? Hapa utaweza pia kwa kiasi fulani ukajua daraja lako lipo. Madha tubsir, unaona nini? Na daima huwa unaangalia nini? Na macho yako muda mwingi yanakuwa yako kwenye kutazama kitu gani? Mpaka herufi za Qur'ani zimesahaulika katika macho yako, kwa sababu macho yako daima yanaangalia mambo ambayo hayampendezeshi na kumridhisha Allah. Muda wako mwingi unatazama katika vitu ambavyo mafatiha li shar, ni ufunguo wa shari. Mpaka usiku unaota mambo ya shari. Mtu anazinduka kwenye njozi zake usiku, ambaye tapiga mimi, tunaua, pasua kichwa mimi. Hauna maneno ya kheri hata kwenye usingizi, maana umeishi katika mafatih li shar. Madha takra, hivi unasoma nini? Ni magazeti tu? Ni visa tu vilivyoandikwa kwenye magazeti? Au unabakia tu na zile novo za kizungu, historia tu za mambo ambayo ni ya uongo, ya kutunga tu? Sasa hivi dini yetu alhamdulillah imekunjuka, vitabu viko wazi vingi katika lugha ya kwako ya Kiswahili. Kuna vitabu kivishika na kuanza kuvisoma, wala usingizi utakupata na ile hali ya kuwa kimo kifuani, ama huenda kitakuwa kimedondoka. Jinsi unavyoyaona na kuyasoma maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kitabu Ar-Rahiq al-Maktum cha sahibu Abdurrahman al-Mubarak Fur, kipo kwenye Kiarabu, kipo kwenye Kiswahili, kipo kwenye Kizungu. Unasoma sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alilinganiaje dini hii? Alikuwa na maadili wa kiasi gani? Alikuwa na upole wa sampuli ipi? Yeye alikuwa ni mafatih lilkhair biajmali. Wewe je, uko wapi? Fa in kana tuwafiqu murad Allah fa abshir bil khair. Hayo yote kama atakuwa nawafikiana na malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi kuwa na bishara njema ya khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa la, tafuta sehemu yako iko wapi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi biyadihi ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا يزال الإنسان كذلك. hatakuwa mwanadamu ni mwenye kuyaacha mazingira haya hatta yasila ila a'la darajat, mpaka atakuja kufikia katika daraja la juu kwa kadiri atakavyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alqalbu wa huwa malakul a'dha, ama huu moyo ambao ndio mfalme anayemiliki viungo vyetu hivi, viungo hivi ambavyo ndio sababu ya kuwa mafatiha li khair au mafatiha li sharri. Falahu maa rabbihi maqaman akhar, moyo kwa Mola wake una daraja lake maalum, una daraja lake maalum. Fandhuru fima aqamahu Allah subhanahu, utazame huu moyo Allah subhanahu wa ta'ala ameusimamisha wapi? Kwenye imani ama kwenye kufru, kwenye taa ama kwenye maasiya, kwenye hasan ama kwenye sayyi'a. Tazama Allah ameusimamisha wapi. Hal huwa mutakallibun fi tilka alibadat alazima, je moyo huu
unakabiliana, unakubaliana na zile ibada tukufu, bihubbin, kwa upendo, wa khaufin, na kwa kuogopea nafsi yake mwanadamu, na kwa kuogopea adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajaa, moyo huu na matarajio mazuri kwa Allah, wa tawakkul, moyo huu unamtegemea kweli Allah, wa sabrin wa shukrin, moyo huu na subira unapoamrishwa katika ibada, na unashukuru unapopewa kidogo na Allah, wa taubatin wa khushu'. Je, moyo huu unaiendea tauba? Moyo huu na unyenyekevu? Humu pia utafute moyo wako uko wapi. Wa aslu kullu dhalika huwa al-ikhlas, na asili ya yote haya ni ikhlas, ndiyo inayopatikana humo ndani ya huo moyo. Mazungumzo mengi ni moyo. Ukiyaona machozi yanatiririka kwenye macho yako, huwa yameanzia moyoni. Huku ni ishara, hii ni indicator tu kwamba unakunja kulia ama unakunja kushoto, lakini chozi linaanzia humu. Ili uthibitishe hilo, ukiwatazama mumathilini, wasanii wanapolia, huwa chozi limetoka moyoni? Abadan, lile ni la hapa la utafutaji riziki. Fasahibu hadha alqalbi, mwenye moyo huu, huwa naji yauma alqiyama, ndiyo atakayeitwa na kulinganiwa siku ya Kiyama, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku ambayo haitofaa mali ya mwanadamu iliyomsumbua sana na kumhangaisha sana katika uhai wake wa kidunia, wala banun, siku ambayo hawatowafaa wale watoto wao, yani watoto wako hawatokufaa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Yotasaidia illa man ata Allah, bali yule ambaye atakwenda na atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, na moyo uliosalimika na mabaya yote haya. Huyo atalitambua sasa daraja lake illiyin, kwamba ni la juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa daraja lako unatakiwa uanze kulitambua sasa. Daraja lako uanze kulitambua sasa. Hana mwanadamu nyumba nzuri atakayoishi akhira ila ni ile ambayo alikuwa akijenga katika uhai wake wa dunia. Ana kama hukujenga hapa, kule utakaa ukutani, na kama si ukutani, utakaa katika mahali ambapo hapakustahili hata kidogo, na ndio mahali ambapo ataomba mwanadamu angalau uso wake ugeuze tu, ili asitazame wenzake wanaadhibiwaje, pamoja na kwamba na yeye huenda adhabu yake ni kuwekwa katika mahali ambapo hayumo kwenye pepo wala hayumo kwenye moto. Aina maqamaka inda Allah, ondoka na hili swali. Iko wapi sehemu yako wewe mbele ya Allah? Daraja lako liko wapi? Wewe ukiitwa unaitika wapi? Na ukielekezwa unaelekea upande upi? Jawabu hilo litafute na utalidiriki, na hasa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal siyamana waj'alhu wiqayatan baynana wa bayna ma'asiyatik. Allahumma a'tiq riqabana minan nari ajma'in. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل لنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد. اللهم ارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزولهم واغسلهم بماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Al Haq TV, fuata njia ya sawa.